Yes. Fresh. Inakuwaje? Mimi mzima kidogo tu. So kuna kitu fulani hivi nilitaka niulize nini. Nilikotoka pale kampuni hakuna jamaa fulani amekuletea faili pale? Okay, ndadili naye mwenyewe. Na vipi kuhusu ule mzigo ambao tumetuma jana Kampala? Vipi, kuna ripoti fulani hiyo umeshapata? Okay, haina shida. Asante. Kijana. Kumbe umeshafika. Mjieleze basi. Nini shida? Ba mdogo, kama nimekuja kukutafuta kwa mara nyingine tena, ni kwa sababu baba mdogo, nipo kwenye matatizo makubwa pale nyumbani. Sasa tunapitia wakati mgumu sana, hatuna pesa, yaani nafika hata time tunakosa chakula ya kula mchana. Nimekuja hapa kwa sababu ninatumaini ya kuwa utanipatia kazi kwenye kampuni yako, angalau basi tu tunapata chochote kitu cha kuweka mdomoni, kwa sababu nyumbani tunasota sana, tunapitia wakati mgumu kiukweli. Please baba mdogo, jaribu kunielewa na unisaidie nipate kazi kwenye kampuni yako, nakuomba please. Steven. Pole sana mwanangu. Mimi naweza nikakwambia kwamba kwenye kampuni yangu mtu kama wewe hauna hadhi ya kuwa na kazi pale, kwa sababu kadri ninavyokuona tu unaweza ukaniharibia wakati wa kazi yangu. Hata kampuni yangu unaweza kuharibia jina. Kitu cha pili ni kusema kwamba kwenye kampuni yangu hakuna nafasi yako wewe tena. Na siku hizi tu hapa nimeajiri watu wengi sana, lakini kwa bahati mbaya nimelisahau jina lako. Kwa hiyo ningekuomba nenda, hakuna sehemu ya kupata kazi. Labda mbeleni miaka 5 ndio unaweza nikatarajia labda unaweza kupata nafasi pale kwenye kampuni. Lakini kwa sasa hivi sijafikiri bado. Ba mdogo, kama una wasiwasi upande wa elimu, kiukweli mimi nimesoma alafu nina degree ambayo ninaweza nikapata kazi kwenye kampuni yako. Mimi nimesoma ba mdogo. Hata ukitaka nikuletee nitakuletea utizame. Mimi nimesoma. Jaribu kunielewa ba mdogo please, nakusihi sana. Steven, you make noise in my house. Leave. Hivi hauwezi ukaona kama nimechoka? Natoka kwenye kazi sasa hivi nimechoka. Alafu unanisumbua na maswali ya kijinga. Mimi sijali elimu yako, sijali nini. Steven, nakwambia upata kazi kwenye kampuni yangu labda miaka 5. Toka mji. Toka mji. Ba mdogo, kweli unaweza kunifanyia hivi? Ba mdogo, au ni kwa sababu nimeshawapoteza wazazi wangu? Kumbuka nafasi hiyo unayoichezea leo, marehemu baba ndiye aliyepambana usiku na mchana ili upate kazi hiyo ba mdogo. Sasa kwa nini unanifanyia hivi ba mdogo? Kweli unaweza kunifanyia hivi ba mdogo kweli? Hivi Steven, hivi unafikiri kwamba huo ndio una uchungu zaidi ya kumpoteza babako kunizidi mimi? Tambua kwamba nimepoteza kakangu, tena kakangu mpenzi sana. Steven, na hesabu 1 hadi 2 kabla haujapandisha wadudu wangu kichwani. Toka mji. Toka mji. Allah, pause. Saa 2 za usiku nataka nipumzike zangu mimi, nimechoka, nimetoka na mchoko wangu kazini, afu unakuja kunisumbua sijui kazi. Wewe. Mwangalie. Nenda na sitaki tena siku nyingine uje ukarudi hapa nyumbani kwangu. Tambua hapa kwangu paone kama kituo cha polisi. Pause. Ndugu wangu, Ndio kaka. unajua vizuri kwamba sisi ni watoto mayatima
Ndio nafahamu. na hatuna mtu anayetusaidia. Hatuna baba, hatuna mama, baba yetu mdogo ameshatukataa. Kwa hiyo tunatakiwa kupambana usiku na mchana, tusichoki. Ndio kaka. Tunatakiwa kuandika historia mpya kwenye maisha yetu. Kaka, nimekuelewa vizuri sana. Najua unachozungumza hapo ni kweli, na ni wajibu kwetu sasa sisi kupambana kama wanaume. Ni hivyo. Kiukweli hatuna mtu anayetusaidia. Hatuna. Baba mdogo ameshatukataa, na kama alifikia hapo alipo leo ni kwa sababu ya baba yetu sisi. Baba yetu mzazi sisi alijitoa akafanya chochote alichoweza ili mdogo wake afikie hapo alipo leo, lakini baada tu ya kifo ya baba, kweli baba mdogo amegeuka, ni kama tufahamu tena sisi ni nani, anatutenga. But Mungu huwa achilie mjoli wake. Mungu hawezi akatuachilia bro. Mimi nina imani ya kuwa one day haya maisha yetu yatachange. Hata kama tunasota leo, tunateseka, hatuna mtu anayetusaidia, hatuna mtu anayetusupport, nina imani ya kuwa one day kaka, na sisi tutafika. Na sisi one day tutamiliki mjengo mkubwa, tutaishi, tutafurahia maisha yetu. Imani yangu kwa Mungu, na ninaamini Mungu atatufanikisha one day. Ndio kaka. Vipi? Fresh. Kwema? Kama kawa yani. Fresh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwanangu. Ila ndugu yangu siku hizi umepotea sana. Uonekani? Tupo, unajua majukumu. Kuzaliwa mtoto wa kiume sio mchezo mzee. Kabisa yani. Yeah. Kiukweli bro, nashukuru Mungu sana kwa sababu kukupata yani ni kama bahati hivyo. Uonekani umepotea sana. Kikubwa ni Mungu tu. Yeah. Sasa bro, kiufupi mimi nina matatizo kidogo. Kuna tatizo linalonisumbua. Kiukweli mimi ninahitaji kazi. Kiukweli ninahitaji kazi. Kazi ya aina yoyote hiyo bro. Kipata nizingue. Unafahamu vizuri ya kuwa tangu tulipowapoteza wazazi wetu pale nyumbani, maisha yamechange sana na yamekuwa magumu sana. Kiukweli tuna haso sana pale nyumbani. So kiukweli bro, nimeamua kukuambia wewe kwa sababu wewe ni kama ndugu yangu hivyo. Unaelewa situation yote. Kazi yoyote utakayopata bro, usisite kunizingua. Utakuwa sana wakati huo. Yeah bro, unajua nini? Pole sana. Yaani kwa shida matatizo ambayo unapitia. Unajua kumpoteza mzazi au wazazi ni kitu kigumu sana, hususan katika huu wakati mbaya. Kwa hiyo mimi nakupa pole. Asante sana. Na kingine kwa wakati huu mimi sijaona kazi ambayo ipo karibu. Labda tutangaje jinsi gani tutakufanya katika kujizungusha sisi kama vijana. Nishapata kazi mimi na namba yako nitakucheki. Alafu nitakujulisha tungaji gani mambo yatakavyokuwa. Kikweli niseme asante sana bro. Nashukuru sana. Ila unajua nini? Inabidi na wewe tafute kama kijana nini. Yeah. Labda mimi naweza kuwa sijapata au unakuwa umeshapata na kuwa fresh. Nanifahamu hilo kabisa. Yeah. Asante sana bro. Yeah, mimi niko hapa. Asante. Na karibu tena. Asante. Okay. Yes baby. Ndio kipenzi, niko hapa tena kusubiri. Ndio ila sikawi. Rosi huyu. Unafanya nini hapa?
Kipenzi, Rose. I say, kikweli na bahati. Unajua long time hatujaonana. Vipi hali yako unaendeleaje? Kipenzi. Hivi Steven, tangu lini mimi na wewe tukawa wapenzi? Hivi unajielewa kweli? Au inaingia akilini mimi na wewe wapenzi tangu lini? Sasa mbona kama una furaha, tatizo nini Rose? Kwa hiyo umekasirika baada ya kuniona? Kikweli Steven, unanikera. Cha kwanza, siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Pili, una cha kunipa. Kwa hiyo achana na mimi. Rose. So, hayo maneno yote yametokea wapi? Jaribu kunielewa basi. Unafahamu vizuri kwa mimi nakupenda. Basi kwa nini unifanyie hivi Rose? Alafu umekasirika tu baada ya kuniona. Why? What's wrong? What's wrong? Rose. Steven, acha kunipotezea muda wangu. Hebu niache. Niache. Rose. Rose, hebu subiri basi. Rose. Steven, nimekwambia koma kunifuatilia. Achana na mimi. Steven, nataka tuzungumze kidogo, sababu siku hizi kama hauko sawa. Kuna tatizo tena kusumbua? Hamna chochote kaka, mimi niko sawa, niko poa, hamna, sina tatizo yoyote kabisa. Hamna tatizo. Acha kusema uongo mdogo wangu, mimi nakufahamu vizuri. Kuna tatizo, hebu nieleze. Kaka, kiukweli kitu kinachoniumiza kichwa ni tabia za Rose. Rose haeleweki. Rose anadharau sana. Ninajitahidi kumuonesha upendo wangu kwake, lakini ananiona sifai. Yaani sijui ananichukuliaje Rose. Ninajaribu kufanya ubora wangu, angalau nimuonesha kwa mimi nampenda, ila ananichukulia kuwa mtu ambaye sifai katika maisha yake. Sijui sababu ni nini, sijui tatizo ni nini. Kuja nikwambie kitu mdogo wangu. Kama unaona Rose anakudharau kwa sababu huna pesa, fahamu wewe ni mtoto wa kiume. Muda huu weka kwanza mapenzi pembeni, alafu tumia muda wako kwa kutafuta pesa. Mdogo wangu, mapenzi ya siku hizi ni gharama. Hawezi kukubali kuwa na wewe wakati umpi chochote, lazima atakusaliti tu. So pambana, usichoke na kila kitu kitakuwa sawa hapo baadaye. Nashukuru sana kaka kwa ushauri wako. Unachoongea ni ukweli kabisa. Nitajitahidi nifanye wewe ulioniambia na nione result itakuwa gani, positive or negative. Nitajitahidi kabisa kaka. Nashukuru sana. Asante. Wewe tena? Rose, vipi? Mbona kama una furaha? Nini shida? Niwe na furaha, nisiwe na furaha hayakuhusu. Afu kaka, mbona hutaki kunifuatilia? Mind your business, achana na mimi. Rose, kama utujali, niliamua kukuletea zawadi kidogo zangu
Jaribu kupokea basi please. Pokea please. Yaani umekuta hizo takataka zako huko unaniletea mimi kama zawadi. Nimesema sizitaki na uondoke. Nimekwambia ondoka. Rose, kwa nini unanifanyia hivyo Rose? Jaribu basi kuzipokea Rose. Unajua nimehangaika sana kupata hizi zawadi ili nikuletee kweli, alafu unazidharau kweli hivi. Sio poa. Pokea basi. Nimesema ondoka. Rose. Ondoka. Wewe unajifanya chizi wa mapenzi. Nisubiri. Nimesema ondoka. Morris. Yeah, Steven. Vipi? Mambo vipi? Shwari. Za siku? Salama, tunashukuru Mungu. Steven, siku hizi umepotea sana. Nyumbani ufiki. Kwani kuna tatizo? Morris, mimi nipo kabisa. Sijapotea, mimi nipo. Lakini siku hizi nina msongo wa mawazo na umesababishwa na dada yako Rose. Mimi nafahamu ya kuwa mnapendana sana. Kwani tatizo nini? Unajua nini Morris? Mimi na dada yako hakuna cha mahusiano pale. Sisi ni wapenzi wa jina tu. Hakuna chochote kinachoendelea kati yetu kwa sababu dada yako ni binti mwenye tamaa sana. Yaani ana tamaa ya pesa yani. And for this time mimi sina chochote. Na hiyo ninaona ya kuwa ni sababu moja kubwa sana inayomsukuma anizarau na asione upendo wangu kwake. Yeah, mimi nakuelewa sana rafiki yangu. Pia isitoshe, mimi namuelewa dada yangu vizuri sana. Ana tamaa ya pesa sana. Ana tamaa ya pesa sana. Morris, nikombe kitu. Hebu unisaidie kuzungumza na dada yako. Jaribu kumwelewesha ya kuwa mimi nampenda. Kwa sababu mimi nampenda dada yako kwa dhati. Mimi nampenda. Lakini dada yako mimi nimejaribu kabisa kadri na uwezo wangu. Nimshow love, nimuonesha kwa mimi nampenda, ila naona kama nimefeli. Na nimesha kueleza kila kitu hapa. So pengine anaweza kukusikia wewe kwa sababu wewe ni kaka yake na anakupenda. Pengine anaweza kukusikiliza na akajaribu kuchange mind yake. Utakuwa umenisaidia sana. Jaribu kufanya hilo kitu kweli. Utakuwa umenisaidia sana. Yeah, Steven. Rose ni mdogo wangu, kwa hilo swala ondoa shaka. Nitajaribu kuzungumza naye na kila kitu kitakuwa vizuri sana. Kiukweli nashukuru sana Morris kwa msaada wako. Nashukuru sana. Ninatumainia kwa kikweli anaweza kanielewa. Asante. Nashukuru sana.
Hello baby. Niko hapa public garden. Njoo mara moja na kusubiri. Hey Steven, unaelekea wapi? Hello Rebecca, uko sawa? Yes, nilikuwa nikijitembeza kidogo. Kwani wewe ulikuwa ukielekea wapi? Nilikuwa nakutafuta kwa sababu nina mazungumzo kidogo na wewe. Okay, tunaweza tukazungumza. Kiukweli, niseme samahani sana na alichokifanya jana Rose. Kiukweli, nimehuzunika sana na tabia ya Rose. Sijapendezwa na tabia yake. Unajua Steven, Mungu huwa anaondoa takataka kwenye maisha ya mtu na kumletea baraka katika maisha yake. Mbona kama unaongea kwa mafumbo Rebecca? What do you mean? Unamaanisha nini? Sikuelewi vizuri. Hello babe. Ya, mimi nimeshafika ila sikuoni. Ndiyo, nimeshafika ila sijakuona. Okay. Nimefurahi sana kuona. Yaani nimekuwa nikikuona kwenye simu, leo hii nimekuona live. Kumbe wewe mzuri hivyo. Kweli babe. Asante. So babe, nimetoka America, nimekuja Buja, kuna mambo nimependa tujadiliane. Baby, first of all, nimekuja kukagua kampuni zangu zinazopatikana hapa Buja. Nina kampuni zaidi ya 6 zinazopatikana hapa Bujumbura. Na lengo langu la pili, nimekuja kuandaa sherehe yetu ya harusi itakayofanyika hapa Bujumbura. Wow babe. Kweli. Oh, asante sana boss. Hello my brother. Yes, I'm good. Right now I'm in Burundi. Yes, Bujumbura. I'm here to do my business. How about your job, my brother? Yes. And I hope we meet next week. Yes. Because for this time, I'm busy with my girlfriend, Rosie. Yes. See you next week, brother. And good job. Yes. Baby, huyu ni mfanyabiashara mwenzangu. Anaishi Dubai ila kwa sasa yuko hapa Bujumbura. Asante sana baby, kwa sababu imekuwa ndoto yangu nije kuwa na mwanaume tajiri kama wewe, mwenye pesa pia. Baby, kiukweli pesa ziko. Pesa ziko kabisa. Usijali kuhusu hilo. Steven, unajua mimi sipendi kukuona umekasirika. Steven, acha nikuelezee ukweli leo.
hata kama unapitia wakati mgumu, huna lolote, moyo wangu umeamua kukupenda. Najitahidi kujizuia lakini nashindwa. Mimi naumizwa na tabia za Rose. Anavyokuumiza na kudharau inanikera sana. Asante sana Rebecca. Nakushukuru sana. Yes, nitajitahidi kumsahau Rose kwa sababu ni muda wa kwenda kuanza ukurasa mpya kwenye maisha yangu. I love you too. Oya Steven. Bro, kuna tatizo gani bro? Bro, minaribia ise bro. Ngati ilikuwa ni njozi. Bro, shida yako nini bro? Ungesubiri basi hata kidogo bro. Bro, tunaribiana sasa hivi bro. Sasa shida iko wapi? Mimi nilizani unaumwa kwa sababu sio kawaida yako kulala saa hizi. Bro, mimi ningekuwa naumwa, ungefahamu toka zamani. Ningekujulisha toka zamani bro. Mimi siumwi. Nilikuwa nikijipumzisha hapa ila bro minaribia bro. Umeota nini sasa? Mbona kama umekasirika? Kiukweli bro, ungesubiri muda mwingine ndio uje kuniamsha bro. Kiukweli umenaribia sana. Enda kulala ndani. Steve, subiri, unaenda wapi sasa? Bro, niache, enda kulala kwanza bro. Mbona simuelewi? Hayo itakuwa ni mapenzi na mtesa mimi. Babe, kesho unaweza kuwa na time tukajitembeze kidogo? Yes baby, muda upo. Ondoa shaka kwa hilo. Dada, ninaongea na wewe. Hivi ulikuwa ukiongea na nani kwenye simu? Kaka, nimekuwa naongea na mpenzi wangu ambaye ametoka Amerika. Hivi dada, mbona mimi simfahamu mpenzi wako aliyetoka Amerika? Mimi namfahamu Steven. Huyu kijana mstaarabu sana. Kwanza ni mpole, handsome. Yeah. Sawa kaka, sikatai kama yule mwanaume ni handsome. Ila siwezi nikawa na mwanaume maskini kama yule. Dada, hivi unajua hizo tabia zako mimi sizitaki. Kwanza unadharau na hiyo si vizuri. Dada, pia isitoshe una lolote wewe. Kiufupi tu kaka, siwezi kuwa na mwanaume maskini kama yule. Hata umtetee vipi, ila siwezi nikamtia hata kwenye moyo wangu. Kwa hiyo utanisamehe sana. Dada, unajua mambo unayofanya sio vizuri. Utakuja kujuta wewe. Hiyo tabia si nzuri. Kaka, kwani mimi kosa langu lipi? Wewe Rose, nimekwambia siwezi kuwa. Nimeshakwambia utakuja kujuta wewe. Nimekwambia siwezi kuwa na mwanaume maskini kama yule. Tunabishana mimi na wewe. Hatubishani, ila nakwambia na kutaarifu siwezi. Unanitaarifu mimi? Hadi lini ukaanza nitaarifu mimi? Kati ya mimi na wewe, nani wa kutaarifu mwenzake? Kaka, nimekwambia ni moyo wangu. Siwezi nikampenda yule mwanamume maskini. Nimempenda huyo ambaye. Hivi wewe ni tajiri? Siko tajiri. Rose, nimeshakwambia wewe utakuja kujuta. Unazarau wanaume sana. Una kitu ila ni moyo wangu, ni moyo. Atakupa nini wewe? Rose, wewe si naongea na wewe. Ongea na kusikia. Mimi? Yeah. Endelea kuzarau wanaume, utazeekea nyumbani wewe. Mtoto town, siwezi nikazeekea. Wewe mtoto town? Yeah. Kuna warembo kama na wewe wamezeekea nyumbani wewe. Unaniboa kaka. Eti watoto town. Nyinyi watoto wa leo mtazeeka manyumbani nyinyi. Unajifanya watoto town. Hivi watoto wa leo wamekaa mtoto town. Dadangu, hayo sio maisha. Kuna warembo wamezeekea nyumbani kwao. Unanikalia hapa sijui mimi mtoto town, siwezi pendana na wewe, kijana ni maskini. Sawa? Utayajua wewe.
Mchizi wangu. Vipi hali? Sawa gaga. Ndugu yangu, acha niseme asante sana kabisa. Jana yule demu si akakubali? Alikubali. Demu amefurahi sana. Yaani akasadiki kama mimi natoka Amerika. Wewe. Nashukuru sana kwa nguo ndugu yangu. Nashukuru sana. Yaani demu amesadiki kweli umetoka Amerika? Ndio kaka. Amekubali, amefurahi. Amefurahi. Nashukuru sana. Waliweza kumsaidia, umenisaidia sana ndugu yangu. Haina noma bwana. Unajua hiki Kiingereza uliongea kwenye simu. Mimi ni baki mdomo wazi. Utaweza mchizi wangu. Yaani jana Kiingereza nimekuwa naongea, kinakuja kinakata. Kinakuja kinakata. Yaani nimekuwa nasikia uoga ndugu yangu. Huwezi amini. Kila kitu kimepita sawa ndugu yangu. Bro, hapo ni fresh kabisa. Unajua wademu wa siku hizi hawapendagi kuambia ukweli. Unabidi wadanganye hivyo ndio wanaitika. Imagine, Yerusi kaamini kama mimi nimetoka Amerika na kamwili kangu waka. Wanawake ni wajinga sana. Yaani wanawake huwa wanakubali uongo tu. Yaani wakikuona umependeza hata kama nguo sio zako, yaani pale umempata kabisa, umempeleka. Hapo ni sawa kabisa, na ukimpata gete yuko hapo barabara 3 tunaenda tunakata fresh. Unajua nini mchizi wangu? Na mimi ndiyo mpango wangu kabisa. Yaani itabidi wewe niandalie tu ghetto vizuri. Yaani mimi nikija kule nikute mambo yako sawa. Ndio hivyo brother. Hakuna muda wa kupoteza. Hakikisha anakuwa wako. Kweli kaka. Hivi Steven, nini unachotaka kwenye maisha yangu? Kwa nini ukomi kunifuatilia? Kwa sababu nakupenda Rose. Hivi kwa nini unielewi? Unataka nikuelezee vipi ya kwa mimi nakupenda Rose? Wewe ni mwanamke uliyetika moyo wangu. Yaani sijui nifanyeje, sina pa kwenda zaidi yako. Sina mwanamke mwingine ninayemtegemea zaidi yako, ninayempenda kwa dhati zaidi yako Rose. Acha nikwambie ukweli. So kwa nini uendelee kunitesa hivi Rose? Rose, hivi unajua mimi nakosa usingizi kwa ajili yako. Rose, mimi sina pa kwenda. Sina mwanamke zaidi yako ninayempenda kwa dhati Rose. Fahamu hilo, mimi nakupenda Rose. Jaribu kunielewa basi, jaribu kuelewa hisia zangu Rose kwako. Kiukweli Steven, I'm so sorry. Because kuna mtu wangu ninayempenda kwa dhati na sio wewe. Listen Rose, I can never live without you. Please don't do that for me. Rose. Steven, Morris. nilijaribu kuongea na Rose, ila hakutaka hata kunisikiliza. Kiufupi, hataki mahusiano na wewe. It's okay. Rose ni binti mwenye kiburi, pia anadharau sana. Inaonekana. Wahenga walisema, isiyo riziki ya iliki. Pengine Rose sio mwanamke anayekufaa kwenye maisha yako. Steven, jaribu kumsahau Rose kwenye ubongo wako. Unachosema Morris ni ukweli kabisa, na ni hivyo. Pengine sio destiny yetu mimi niwe na Rose kwenye mahusiano na niishi naye kama mpenzi wangu. Ni hivyo. Tayari Rose amefanya chaguo lake. Siwezi kumforce anipende. Hapana.
ninaumia, ila naamini nitapona tu. So babe, nimefurahi tena kukuona na nimekuwa nimekumisi sana tu, na nimetoa nikuulize, lini tunafanya harusi? Ndiyo mpenzi, nimekuelewa. Ninajua una maswali mengi ya kuniuliza, ila kuhusu swala la ndoa niachie mimi, usijali. Alafu baby, kesho kuna kiwanja ambacho nitakuonesha, na kiwanja hicho nimekiandaa kwa ajili yako kama zawadi. Nitaacha na kujengea bonge la nyumba, utaishi na familia yako. Wow baby, nafurahi sana kusikia hivyo, na pia nikushukuru tu kwa kunijali, kwa kunipenda na kunisamini. Baby, uliniambia kuhusu shopping. Vipi, unahitaji pesa ngapi? Baby, nahitaji kama 500 hivyo. Kwa hilo nalo usijali mpenzi, itabidi kesho uende benki ukachukue pesa. Baby, nashukuru sana kwa siku ya leo, na kesho nitakupigia simu asubuhi, twende tuangalie uwanja uliosema, baadaye tuende bank kutoa hizo pesa. Sawa baby, kesho nitaisubiri simu yako, alafu utajua cha kufanya. My God. Hivi nani atakuwa ameangusha passport yako? I see. Nani atakuwa ameangusha passport? Aisee, brother, huyo amewezaje kuangusha passport namna hii? Isitoshe barabarani. Amepita hapa huyu. Basi. Acha niweke. Oh. I say. I'm so sorry kweli brother.
Vipi kijana? Salama kaka. Salama. Wema kabisa. Sawa sawa. So samahani kidogo. Unajua mimi ni mgeni. Sasa kwenye kupita pita nimedondosha passport yangu na sijui kama unaweza kunisaidia chochote. Kiukweli acha niseme pole sana ndugu yangu kwa kupoteza passport yako. Ila muda si mrefu mimi nilikuwa nikijitembeza mtaa huu. Kuna passport nimeokota. Sasa I don't know kama ni ya kwako au vipi. Subiri nikuoneshe. Passport ni ya kwako? Sasa una bahati sana. Ni hiyo kweli? Yaani kijana, nikushukuru sana. Asante sana. Mambo kawaida. Yaani umenisaidia sana kabisa. Unajua mimi ni mgeni hapa kwenye nchi ya watu. Afu nipoteze passport mazingira kama haya. Ingekuwa ni big problem. Tatizo makubwa sana. Kiukweli mheshimiwa, mimi hiyo passport nimeokota muda si mrefu. Because nilikuwa nikitokea nyumbani nikienda kujitembeza kidogo huko. Kwenye kupita pita. So nikakuta hiyo passport ipo chini nikaamua tu kuiokota. Bahati nzuri kumbe ni ya kwako aisee. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema kabisa. Yaani Mungu ni mkubwa. Ni hivyo tu, ni kama bahati tuseme. Acha Mungu aitwe Mungu. Haya ni hivyo. Afu ni jinsi tumekutanana kwenye mazingira ambayo hulijua hata. Ni hivyo. Unajua nimefurahishwa sana na kitendo ulichokifanya. Na subiri kidogo. Chukua hii hapa. Hiyo ni kadi yangu. Utanipigia mida ya majioni. Afu nitakuelekeza. Nitakuelekeza utafanya kijana. Ushukuriwe sana. Asante sana. Haina shida kabisa. Umeniokoa sana kabisa. Haina shida mheshimiwa. Asante sana. Sawa sawa. Samahani kidogo. Kwa majina mimi naitwa Mr. Koyate. Sijui wewe mwenzangu unaitwa nani? Ningependa niende najua hata jina lako. Mimi naitwa Steven. Steven. Yeah, Steven. Sawa sawa. Steven. Yeah. Asante sana bwana. Bwana, usisite kunipigia jioni. Nina zawadi yako. Asante sana mheshimiwa. Haya, nice to meet you. Me too boss. Azidi bwana. Poa poa. Shukrani. Barikiwe bwana. Asante. Haya. Kaka, yaani huwezi kuamini. Leo nilikuwa nikijitembeza. Mara ghafla nikokota passport. Alafu kwa bahati nzuri nikakutana na mwenyezi. Sijua akanieleza kwa alipoteza passport yake kwenye mazingira ya kutatanisha nini. Nikajaribu kumuonesha ile passport. Kwa bahati nzuri ilikuwa ya kwake. Aisee, jamaa kafurahi sana. Isitoshe kanipatia kadi yake, kaniambia kwa leo jioni nimpigie simu. Ana zawadi yangu. Nasikia.
alafu kuna maelekezi atanipatia kwenye simu. Yaani kama bahati tu tuseme. Umekaa vizuri mtoto wangu. Sawa kaka. Kwani huyo jamaa akwambia jina lake? Kikweli alinieleza jina lake. Aliniambia kwa anaitwa Mr. Kuyate. Kuyate? Ndio. Mbona hilo jina sio geni masikini mwangu? Unamfahamu? Hiyo kuna nafasi unamfahamu. Inasemekana ya kwamba yule jamaa kuna pesa nyingi. Ana pesa nyingi? Ndio. Kweli? Kweli. Kuyate. Yaani ni tajiri ule jamaa. Ndio. Kanipa kadi, cheki hii. Kadi yake hii. Alafu jamaa yupo simple sana. Ukimtizama hivyo usikuzania kwa na pesa. Kadi yake unaona sasa hapa cha kufanya. Acha ipo kumpigia simu usikie. Chenye atakwambia. Lazima simu yako kaka, mimi sina simu. Pigie tusikie. Mimi nasema jamaa na pesa. Mbona pesa ndio? Sio jina sio geni kwenye masikio yangu. Yaani kuna nafasi wewe unamfahamu kama sijasahau. Wewe mpigie kwanza simu. Kama ni yeye kama mtu. Sasa kwa bahati ndugu yangu. Tunatoboa kwenye umaskini kweli. Tunakosa hata senti moja mfukoni ndugu yangu. Yes, hello. Salama mheshimiwa. Ndio, ni Steven hapa naongea. Ndio, tulikutana mchana hapo muda si mrefu. Ndio mheshimiwa. Ndio uliniambia kwa ndakupigia simu. Ndio, mimi nimesoma. Ndio, nina documents zangu hapa nyumbani. Ndio. Nije kesho asubuhi. Nitakukuta Camel Hotel. Ndio mheshimiwa. Kweli? Sawa bosi. Umekata. Asante sana bosi. Ndio mheshimiwa, mimi nimesoma kabisa. Yes. Sawa bosi. Nashukuru sana. Mapema kesho nitakuja. Asante sana. Yes! Unaona? Nimekwambia ati. Yaani hapo umetoboa, sio kutoboa tu. Umesikia nilivyosema? Hapo umetoboa. Umesikia? Kosha maliza. Eti kesho niende na dokumenti zangu. Yeye. Akikuta dokumenti zangu zipo sawa ndugu yangu, mimi napata kazi. Thanks God. Woo! Baba, mimi napata kazi. Yes, mimi napata kazi. Si nilikwambia? Kuyate ndio mwenyewe huyo. Yes, kama naota hivi bro. Kwa tu yuko na pesa. Tumekauka hapa kama tumefanyaga dhambi gani kwa sasa? Bro, hapo umeshakauka na majezi hapa. Hapa tunaenda toboa, kesho mbili. Hapo unavaa jezi za njanja bro. Siku mbili hapa naanza vaa suti. Sina vaa. Unavaa jezi za Real, mnapigwa njani hivi. Bila achana na hii jezi. Unabeti sana dunia hii. Unabeti sana mnachana. Pole sana. Umekoro. Sio ukonda tu. Stress ya mapenzi, stress ya mpira. Acha kusema ndugu yangu. Sasa mimi nafanyaje? Unaona sasa hapa cha kufanya. Unaona sasa hapa nikwambie. Wewe uende naye pole pole. Usiende ukakurupuka bro. Pole pole kabisa. Wewe utaniambia. Wewe msikilize atakachokwambia chochote kile. Tekeleza. Sasa bro, mimi na swali moja. Hivi yule demu wako akija kukujua kuwa unamdanganya au una pesa, hivi unaona itakuwaje kweli? Unajua nini kijana?
Yeah. Yule demu hawezi akagundua kitu, kwa sababu yule demu mimi yuko mikononi mwangu. Na uhakika kweli unachokisema? Ndio, na uhakika. Kusema ukweli, yule demu hawezi kugundua chochote. Kwani wewe jinsi unaniona kwa muonekano wangu, mavazi ninayovaa, unaona naweza kugundua chochote? Hapana, kweli kuhusu mavazi bwana, unavaa fresh kabisa, unakubali mwenyewe. Yeah, vizuri sana. Lakini unajua bro, unatakiwa kuwa na plan A na plan B. Sasa kwa bahati mbaya demu akija huku mtaani kwetu anakufuma huku anakukuta, hivi itakuwaje kweli? Hilo haliwezi likatokea kijana. Ila kwa bahati mbaya jinsi ulivyosema, ikitokea nitajua jinsi nitajitetea, mimi ni mwanaume. Sawa sawa. Unajua nini? Yule demu ananipenda sana. Ila mimi mwenyewe najua ni kwa sababu nina pesa. Kimuonekano wangu anaona nina pesa. Unaona? Yaani isingekuwa hivyo, labda yule demu singekuwa naye. Yaani kiufupi huyo demu anapenda hela sana. Ni kweli kabisa. Demu ana tamaa pesa sana. Na mimi kupitia tamaa yake, demu nikampata. Usicheke ndugu yangu. Yeah, nimekubali mpango wako kweli. Mpango wako uko vizuri kabisa. Mimi ndo desire ndugu yangu. Yaani ukisikia mwingine fake. Sawa sawa boss. Steven, kama nimekuita hapa ni kwa sababu na zawadi yako. Na ulisema document unazo hapa? Ndio boss. Mheshimiwa, document nimezileta. Nipe hizo tu. Hizi hapa. Na asante sana kwa mwaliko. Nashukuru sana kufika mahali hapa. Usijali. Unajua umenisaidia sana. Steve, umekaa sawa bwana. Unajua umenisaidia sana. Ndio. Na mimi nitakusaidia. Umenisaidia sana kabisa. Naona documents zako ziko sawa kabisa. Umekaa vizuri sana. So zawadi nataka nikupe ni kwamba nimekupatia kazi. Bosi, nimepata kazi. Umepata kazi kabisa. Mungu, my God, oh my God. Ndio nimekupatia kazi. Asante sana mheshimiwa. Yeah. Mungu akubariki. Sawa, usijali kabisa. Nimepata kazi. Ni kama naota hivi jamani. Mimi nimepata kazi. Yes. Kuanzia leo wewe utakuwa ni msimamizi wa kampuni yangu na bidhaa natumaga kutoka China zinakuja hapa Burundi. So wewe utakuwa ni mmoja baadhi ya wasimamizi wangu. My God. Yes. Asante sana. Niseme tu asante sana. Najua nimekuaminia sana kwa kazi ulionifanyia jana. Nashukuru sana boss. Furahi sana na kile sio kitu cha kawaida. Umefanya vizuri sana. Asante sana boss. Asante sana. Jana umenisaidia sana, umeniokoa sana. Na kwa vile ulivyonifanyia na mimi nikaona ni kuamini, maana kazi ulioifanya si ndogo. Asante sana boss. Ni kweli pia nimetokea kufurahia jinsi ulivyo, inaonekana wewe ni mtu ambaye unajua kuishi vizuri na watu. Ingekuwa ni mwingine pale, wenda angeniomba hata vingine vitu vingi, lakini wewe umenipa kwa upendo wako kijana, na hiyo pia imetengeneza uaminifu kati yangu na wewe. Asante sana. Umenifurahisha sana na mimi nikaona nikupe kazi. Asante sana. Nimekupa kazi, wewe ni msimamizi kwenye kampuni yangu. Asante sana. You're welcome. Asante sana boss. Kweli umenitoa mbali. Sina cha kusema zaidi ya kusema tu asante. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Karibu sana.
Mungu wangu, hivi mimi na matatizo gani? Mbona imezima ghafla? Kaka Samani, kaka Samani, simu yangu imezima ghafla. Afu nilikuwa na dharura, kuna mtu nataka kumpigia. Unaweza kaniazima simu yako kwa dakika 2 tu? Hamna tatizo kabisa, simu yako. Halo? Anita, ni mimi Flavia. Ndio, nimetumia simu hii maana simu yangu imezima chaji ghafla. Afu nilikuwa njiani, nilikuwa nakuja kuchukua hela yangu. Sijui unaniambiaje, nije nichukue ama vipi? Hapana, mimi tutaongea hivyo, mimi nataka hela yangu. Ya, kumbuka tulaidiana leo ndo utanilipa. Afu nina tatizo kiukweli, nahitaji hizo hela. Sasa unawezaje kuniambia hivyo? Mimi nataka hela bwana, usinichanganye. Mbona kwa hivyo lakini? Mimi sitaki kusikia cha leo ama cha kesho. Nataka hela yangu, sitaki kusikia chochote. Ya, mimi nakusamea kwa leo tu, ila kesho asubuhi mapema tu nakuja kuchukua hela yangu. Sawa, mimi nakuja kuchukua hela yangu kesho asubuhi mapema sana. Kaka, asante, nashukuru. Okay, there is no problem. So, mbona kama umekasirika ghafla? Kuna tatizo? Yaani kaka, hawezi kuamini. Mimi rafiki yangu nilimkopa hela, ila kujirudisha ndio inakuwa tatizo. Ah, pole sana kikweli. Pole sana. But usikasirike bana. Sasa kulipa hela zako. Ya, nina tatizo ndio maana nilikuwa nazihitaji ghafla, ila basi hakuna gift. Nitamvumilia kesho sana kuchukua. Poa. Ila kaka Samani, sijui unaitwa nani? Yeah, my name is Steven. Sijui unaitwa nani? Asante, nafurahi kujua jina lako. Mimi pia naitwa Flavia. Yeah, nimefurahi sana kukutana na wewe Flavia. So, can I have your number please? Ya, tayari. Asante sana. Nashukuru. Haya, nashukuru pia. So, Flavia, ulikuwa unaelekea wapi? Tunaweza tukaongozana please? Kama sikusumbua. Ya, kwa sasa narudi nyumbani, tunaweza tukaongozana. Okay. Let's go. Halo? Yes, Anita, pesa nimeziona. Ya, nashukuru sana. Okay, haina shida. Baadaye basi. Haya.
Yes, hello Flavia. Hello Steven. Vipi unaendeleaje? Mimi niko poa. Niko poa kikweli. Yes, mimi niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi uko wapi sasa? Nipo nyumbani. Okay. Poa Steven, nimekusikia. Next week ndo nitapata muda. Tutaonana. Aya, asante. Jioni njema. Okay. Sasa dada, ulikuwa ukiongea na nani kwenye simu? Zawadi, nilikuwa nikizungumza na Steven. Dada, Steven nani kwako? Mdogo wangu. Steven ni rafiki yangu tu. Dada, mbona furaha sana? Unampenda Steven? Hapana mdogo wangu. Mimi siwezi nikapendana na Steven. Na wala usifikiri hivyo. We are just friends. Lakini mdogo wangu, kwa nini umeniuliza swali kama hili? Hamna dada, nilikuwa nataka nifahamu tu. Haya dada, mimi naenda kusoma chumbani. Poa mdogo wangu, haina shida. Kajisomee. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze kushaua. Mahaba yataniua, bora nitafute.
jaribu kunielewa basi. Rose. Rose, nisikilize. Nisikilize nini? Mwanaume una aibu, muongo tu. Unachokiona hapa sio ukweli. Yaani mimi kichaa, mimi naota, si ndio? Design, nimekupenda, nimekuamini, lakini haya ndo malipo kweli? Kumbe wewe ni mwanaume maskini tu. Kwa nini? Why? Kwani unanifanyia hivi mimi? Rose, nimekwambia jaribu kunielewa. Tukae basi tuyaongee. Sina huyo muda tena, na kuanzia leo tusijuani tena mimi na wewe. Steven, Yuka. unaelekea wapi saa hizi? Kiukweli bro, naenda kujitembeza kidogo. Kweli? Ndio, naenda kujitembeza kidogo. Naona siku hizi uko vizuri. Ama unaenda kuonana na ule demu wako? Kaka, demu yupi unamzungumzia tena yule? Hamna chochote bro, hamna chochote. Mimi naelekea tu kujitembeza kidogo. Muda si mrefu nitarudi. Ndogo, acha kudanganya. Hebu niambie ukweli, unaenda kuonana na Flavia? Sasa kaka, umejuaje kwa mimi naenda kuonana na Flavia? Umejuaje? Dalili tu inaonekana mtoka, kwa sababu sio kawaida yako kutoka umevaa hivi hapo ndani. Kiukweli bro, jana usiku Flavia alinipigia simu ya kwa anataka tuzungumzie kidogo leo mawili matatu. So nikaona sio mbaya kwa sababu leo ni Sunday alafu nipo free. Nikaona sio taabu. Niende nikamsikiliza alafu tujadiliane mambo kidogo. Najua nampenda sana yule binti. Baada ya muda mrefu kusumbuliwa na Rose, kunyanyasika kwa Rose, so hatimaye bro, kweli nimeanza kumpenda Flavia bro. I don't know, nikipata time tazungumza naye alafu nitamweleza hisia zangu. Mimi nampenda bro. Kwa hiyo sasa mdogo wangu, umeamua kumpenda Flavia sasa? Kiukweli bro, nimeanza kumpenda Flavia. Sijui kwa sababu gani, ila binti yule ni binti ambaye ni mcheshi sana, karimu sana, you know. Sio kama Rose. Rose ni binti fulani mwenye kiburi hivi, ila Flavia yuko vizuri bro, yuko cool sana. Alafu ana mambo mengi sana. Ni binti fulani hivi anayejielewa, anayejitambua, sio kama Rose. Haya, kama umeamua ni vizuri zaidi. Hata mimi natamani kukuona ukiwa mwenye furaha. Nashukuru sana kaka. Bro, unachozungumza ni kweli kabisa. Unajua binti huyu ni tofauti sana na Rose. Kiukweli nilitokea kumpenda siku ya kwanza niliyomuona bro. Tulikutana kama utani hivi, nadhani nilishakukwambia tulikutana. Tokea siku ile kiukweli binti yule aliniingia akilini mwangu mpaka kumsahau naanza kushindwa bro. Yaani ni hivyo tu bro. Kiukweli nimetokea kumpenda sana Flavia. Na isitoshe ninatamani nimwambie ukweli. Afahamu hivyo. Haya mtoto wangu. Mimi nakuelewa unachomaanisha. Ninaamini ya kwa zamu hii Flavia atakuangusha kama Rose. Ndio bro, mimi naamini hivyo. Kaka, mimi nawahi kwanza nikaona naye kwanza. So tutaonana baadaye. Ila sitokawia kurudi. Hamna shida, mimi niko tu hapa. Sawa kaka.
Flavia, kama nimeamua kidogo kukustopisha tulipokuwa tunaelekea, kiukweli moyo wangu unasita sana, na moyo wangu unaniambia tu nikueleze, kwa sababu nikizidi kubakia na haya maneno kwenye moyo wangu nitakuwa najiweka kwenye gereza ambalo sitaweza kutoka. So kiukweli tangu nilipokutana na wewe kwenye maisha yangu umeniletea furaha sana, faraja sana kwenye maisha yangu, na pia muda wote na kuwaza tu akilini mwangu mimi ndo natawala kwa sasa, and sitaki kupitisha huko wala kule, sitaki kupitisha maneno, but please jaribu kunielewa, jaribu kuelewa hisia zangu kwako, na usinielewe vibaya, kwa sababu sina nia mbaya na wewe, but na nia nzuri tu. Kiukweli Flavia, nimetokea kukupenda sana. Kwa muda mchache huu nipo na wewe, kiukweli nimefall in love. Wow, Flavia, I love you so much, and please usinielewe vibaya, jaribu kuelewa hisia zangu kwako, na ningeomba unipe nafasi. Just give me one chance to be with you, and I will show you how much I love you. I promise. Nakupenda sana. Kiukweli Steve, nimefurahi kusikia hivyo na nashukuru sana kwa kunipenda. Yaani kiufupi nakupenda pia. Kweli? Yeah. Flavia, acha niseme asante sana. Nashukuru sana kikweli. And let me promise you, nitafanya chochote nitakachoweza ili uishi maisha ya furaha. Nakupenda sana, and nashukuru moyo wangu. Nakupenda sana. Sasa bro, mbona una msongo wa mawazo? Tatizo nini? Kiukweli mwanangu, siko sawa. Juzi kati hapa Rose kafahamu ninapoishi. Sasa bro, kafahamu magetoni vipi? Vipi yani? Yaani mimi mwenyewe hapa nachanganyikiwa. Sijui kafahamu vipi. Ila siku ile nilipokuwa nikiosha vyombo, kuna muda nimetoka nje kumwaga maji. Nadhani ni hapo aliponiona. Chizo wangu, pole sana. Kiukweli nimeumia sana ndugu yangu, ila sina chaguo, yametokea, acha maisha yaendelee. Pole sana mchizo wangu. Unajua bro, maisha ni kupanda na kushuka. Kuna Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Usijali, mambo yatakuwa fresh. Kwa hivyo mchizo wangu.
Mwanangu, unajua vipi? Unamjua yule demu Latifa? Kwa mzee Omar. Aya, ule tayari nimeshapita naye. Latifa umeshapita naye? Ule demu kisa alikuwa anajiona, kisa alivyokuwa na ringa, kumbe umeshatabanisha. Nakubali. Unanikubali? Nakubali sana. Kweli ndugu yangu, mimi sina muda wa kupoteza bali. Tayari. Naona mambo ni mazuri kisi umeshaachana na Rose. Kwanza alikuwa analeta mikosi kwako. Ni fresh kabisa, umeshanenepa, umeshakuwa fresh. Basi Rose, nimeshatupilia mbali, sina time na vitoto vijinga kwa. Nishakwambia Musa, sina time ya kupoteza. Hapana. Vipi, kafata nini? Au amekumisi? Mimi mwenyewe nashangaa Musa. Chumba vipi? Naona umenimisi. Sawa, jaribu kunielewa. Nina mimba yako. Unasemaje wewe? Hivi unawaza hiyo inaingia akilini kweli? Kwani Rose, mimi unanichukuliaje? Wewe unatoka kudanga huko, unakuja hapa unaniletea ujauzito. Ujauzito sio wa kwangu. Wasawi dada vipi? Umeamka umetuletea shida zako. Kwanza ueleweki. Desire, jaribu kunielewa. Nina mimba yako kweli. Hebu tusahau yaliyopita. Rose, nimekwambia potea. Samahani Desire. Sijui unanielewa? Potea Rose. Potea! Hivi wasikii? Rose, naomba unisikilize kwa umakini. Iwe mara ya kwanza na ya mwisho kufika mahali hapa. Haya, potea. Potea. Nimesema potea. Rose? Rose?
Hivi unaweza kuniambia nini kinaendelea hapa? Dada. Mbona unaamka na unyonge? Toto Town. Tatizo nini? Kaka, yule mpenzi ambaye nimekuwa naye kwenye mahusiano ameamua kuniacha kabisa. Kakuacha? Na istoshe. Kelele wewe, sitaki kujua. Kelele, sitaki kujua. Umeniambia wewe mtoto Town. Wewe, sitaki kuelewa. Kaka, naomba samahani. Samahani gani? Wewe kaniambia nyumbani aje? Wewe mtoto Town sivyo? Ulijikuta mrembo sana, sivyo? Maji yakimwagika. Na nitakufukuza nyumbani kwangu. Wewe kajifanya mtoto Town, sivyo? Nimekwambia dadangu, tulia. Sijui mimi mtoto Town, mimi mrembo, wewe mrembo. Leo amekupa ya miaka yako. Sawa. Na ninakuambia kwa taarifa, nitakufukuza nyumbani kwangu wewe. Mimi sitaki ujinga kama na huyo. Unajifanya sana bingwa mimi. Mtoto Town, sawa? Wewe leo ninakufukuza nyumbani kwangu. Ninakufukuza, utaenda wapi? Wewe umeniambia kama wewe ni mtoto Town, sivyo? Ukajifanya una akili sana kuliko mimi. Yameshatokea sasa, yameshatokea. Nitakufukuza kwangu. Utaenda wapi kaka? Unajifanya sana mna akili sana. Samahani gani? Nitakusamehe nini tena? Kaka, yameshatokea. Yameshatokea na hivyo nitakufukuza leo, hautalala nyumbani mwangu. Haya machozi yako yaniambia kitu mimi. Tena nisubiri dakika 2 mimi narudi. Tena chukua chafu wako. Chukua. Kaka, samahani. Samahani gani wewe? Utaenda mitaani. Leo utaenda Amerika. Utaenda Amerika leo. Kuna passport, kuna kitu. Mimi mtoto sio. Wewe. Unajua Marekani wewe. Wewe. Chukua chafu wako, ondoka. Chukua hiyo, ondoka. Shika. Jinga sana wewe. Ondoka mbele nyumba yangu. Unajifanya watoto warembo sana. Ondoka. Nasitaki kukuona tena. Ondoka mbele ya nyumba yangu. Ninakufukuza. Na kichwani mwako nisahau. Mimi si kaka yako tena. Mwanzo umeniaibisha wewe ovyo. Ondoka. Wewe ondoka. Na nisikuone tena nyumbani kwangu wewe. Ondoka, ishi maisha kaombomba huko. Show. Leo utayajua. Kwenda huko mitaani, chinga sana. Big surprise. Hi babe, umefikaje hapa? Babe. Yeah. How are you? I'm fine. Are you good? Yeah, I'm okay. Long time. Yeah, nilikuwa nimekumisi. Pia nikumisi. Babe, najua nilikuwa nimekumisi sana. Na long time niko busy na mambo ya job, so hatimaye leo nilipata muda. Nikaona nikuone hatimaye. Long time. Yeah, hata mimi pia nilikuwa nimekumisi babe. Isitoshe nimefurahi kukuona kiukweli. Nimefurahi pia. So babe, kuna kitu nataka nikuulize.
kama sikusumbui. And unajua ni muda mrefu sasa tuko kwenye mahusiano, but tunapoelekea natakiwa tujuane vizuri kiundani zaidi. And ningependa kujua hapa nyumbani unaishi na nani na wazazi wako wanaishi wapi? Baby, mimi hapa naishi na mdogo wangu. So kuhusu wazazi hawapo hapa. Wapo Marekani. Kweli? Yeah. Very very good. Kwa hiyo unaishi tu hapa na mdogo wako? Yeah, hapa naishi na mdogo wangu. Na vipi kuhusu masomo yako? Unasoma chuo? Yeah, masomo nasoma. Yeah. Good. Baby, umeshajua kuhusu familia yangu. Mimi pia ningetamani kujua kuhusu wewe na familia yako pia. Kwani wazazi wako wanaishi wapi? Baby, mbona umechange ghafla? Tatizo nini? Kuna kitu nimekosea? Kiukweli hujakosea chochote. Kuhusiana na wazazi wangu, long time ago walipoteza maisha. Kiukweli baba alikuwa anafanya biashara. One day alikuwa akisafiri na mama, alipata ajali na alifariki. Zaidi ya miaka 9 sasa tangu afariki. Kiukweli baby, pole sana. Story yako imenigusa kiukweli. Pole. Asante sana baby. Yameshapita. So baby, tuachane na hayo. Kuna swali nataka kuuliza. Hivi babe, unatamani kuja kuwa nani huko mbeleni? Babe, unajua my big dream, I can say, mtoto wangu kubwa. Ninatamani siku moja nije kuwa mwigizaji mkubwa sana duniani. You know, napenda kuigiza sana. Ndio ndoto yangu kubwa sana naitaka kwenye maisha yangu. I always pray God for this. Yeah. Wow baby, nimependa ndoto yako, maana hata mimi pia natamani kuwa mwigizaji mkubwa sana. Kweli? Yeah, because mimi nakumbuka last time tulipokutana pale. Do you remember that day? Yeah. Siku ile ulivyokuwa ukiongea kwenye simu pale. Mara ghafla umechange. Ulivyokuwa ukidai pesa zako. Usipolipa pesa zangu sijui nini. Nakumbuka? Yeah, nakumbuka. Alafu mara ghafla ukaanza kucheka tena. Yaani wewe ni mwigizaji kabisa. Wow, kwa hiyo kapo yetu sisi itakuwa ni waigizaji au sio? Yeah, kiukweli. Yes. Baby, tomorrow is Saturday. Tunaweza tukajitembeza kidogo beach. Tukajitembeza kidogo, tuna mambo mawili matatu ya kuzungumza. Kwa sababu tomorrow niko free and I know utaenda chuo kesho. Right? Yeah, bila shaka baby. Kwa nini nikatae? So tomorrow uko free? Yeah, niko free. So tutajitembeza kidogo kesho, right? Yeah. Yes.
Babe, kiukweli nina furaha sana siku ya leo. Nina furaha sana kiukweli. And I always thank God kwa kunipatia mwanamke mzuri kama wewe, Flav, you know. For really, siwezi nikakudanganya. I love you so much. Nakupenda sana and umekuwa chanzo ya furaha kwenye maisha yangu. Baada ya kukutana na wewe kiukweli, ni kama mambo mengi yamechange kwenye maisha yangu. Niseme hivyo. And nikushukuru sana kiukweli. I love you so much, Flav. And let me promise you, acha nikuahidi kitu. Kiukweli nitajitahidi. Nitafanya kadri niwezavyo uishi maisha mazuri, you know, uishi maisha yenye furaha ambayo hutahangaikia kitu. Because kuna mambo niliyoyapitia kwenye maisha yangu yalinipa funzo kubwa namna ya kumtunza mpenzi wako. And siwezi nikakubali tena kurudilia makosa niliyoyafanya tangu zamani. No, but right now I want to change. Nataka ni badili historia ya maisha yangu. And twende tuanze mwanzo mpya between me and you. Kiukweli baby, mimi pia nimefurahi kukutana na wewe na nimependa sana. Kiukweli uko katika wanaume ambao nilikuwa natamani kupata, na yani wanaume wa ndoto zangu. Kiukweli wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Nakupenda sana. Afu baby, unaweza kanyadisia kidogo kuhusu historia yako ya zamani au mahusiano yako ilikuwaje mpaka ukawa hivyo? Yes, nitakuhadisia baby. Nitakuhadisia. Okay. Kiukweli story yangu ya hapo awali ni story ambayo kiukweli sometimes huwa inanihuzunisha sana and inanipa sometimes stress, but kitu nilichoelewa ni kwamba maisha ni kama kitabu hivyo, alafu chenye ukurasa mwingi, you know. So unapotoka kwenye ukurasa huu unabaki tu unachukua, I can say what, unachukua funzo, alafu una move on. Kiukweli kuna binti niliyempenda kwa dhati, niliyempenda before niwe na wewe, nikutane na wewe. Alikuwa akiitwa Rose. Yeah, binti yule nilimpenda sana na nilijaribu kufanya kadri niwezavyo, nilimshow love, but kiukweli hakunipenda na aliamua ku move on, akafanya maisha yake, akachana na mimi. Na chanzo tu ilikuwa ni kwa sababu mimi nilikuwa sina uwezo kiuchumi. For really, wakati huo nilikuwa nikipitia wakati mgumu sana. Nilikuwa sina pesa and aliamua kuniacha hivyo. Na kulikuwa jamaa mmoja hivi sijui Marekani, aliyetoka Marekani huko, ndiye aliyetoka naye. Yeah, and kiukweli kitu nilichojifunza ni kwamba kwenye karne hii ya 21 kumpata mwanamke anayekupenda kwa dhati bila kutizama pesa zako, mali zako, kiukweli wamebaki wachache sana. Yeah, hiyo ni ukweli nakwambia Flav. Ni wachache sana and nilivyokutizama, nilivyokusoma tabia yako, kiukweli ninaamini yako baadhi ya wanawake wasiokuwa na tabia hiyo, and inanifanya nikupende zaidi. Yaani ninapolala, napoamka, mapenzi yangu kwako yanazidi kuongezeka. You know, I love you so much Flav, and acha tuende tuanze mwanzo mpya kabisa. Yes baby, nimesikia story yako. Si wanawake tunapishana. Kila mmoja ana reason yake ya kumpenda mtu. Anaweza akakupenda kisa pesa zako, anaweza akakupenda kisa muonekano wako. Na kuna wengine tunapenda kutoka moyoni. Kwa hiyo sijali, mimi nakupenda
na siwezi nikamlaumu eti kisa alikuacha nini, hapana. Yaani naona kwamba haikuwa bahati yako. Ya, alivyokuacha, nashukuru Mungu nimekupata. Yaani niseme kwamba haikuwa hatima yako. Hatima yako ilikuwa ni mimi kukutana na wewe, tupendane, na kwa sababu asingekuacha labda mimi nisingekupata. Ila kwa hivyo niko na wewe, nafurahi sana. Na hiyo acha iwe kama historia tu. Mimi ni wako. I love you. Yes, hello, Mr. Peter. How are you? Mister, are you serious? Huh? Are you serious? Are you crazy? Peter, listen. No, listen. Listen to me. Peter, you know the boss is calling that business urgently. What do you do? Be serious, Peter. Be serious. Huh? You know this is your last chance. You have been given money and everything to complete that mission. Until now, what do you do? Listen, the boss is not a jokes man as you think. If you don't bring his business, my brother, you will be in a big problem with him. Just be a good man. Just be a gentleman, bro. Peter, the boss has given you 4 days to return to Bujumbura. Are you understand this? You stayed in China, enjoying your life. I am being attacked by the boss regarding his business. Peter, I am done with you. I am done with you. Just try to understand. If you don't return earlier, you are in danger, my brother. You are in danger. I'm done with you.
Hello boss. Shwari, namshukuru Mwenyezi Mungu. Yes, nipo nyumbani saa hizi kidogo. Ndio. Kikweli nilizungumza na wale wafanyabiashara ambao watatokea China. Ndio, tayari nimeshazungumza nao na tumefix kila kitu. Kwa hiyo natumaini kesho mapema tu tutapata mzigo. Ndio, najua bosi iliomba kidogo process. Alafu first of all walikuwa ni wagumu sana kukubali. Bidi ni washawishi sana, nitumie process nyingi sana and namshukuru Mungu amekubali. Kwa hiyo biashara hiyo tutaipata kesho mapema sana. Yes, mzigo utafika kesho airport mida ya saa 3 za asubuhi. Nashukuru sana bosi. Tunapambana. Kwa sababu kiukweli sijapumzika yani. Nimefika nyumbani, kazi bado inaendelea tu. Hata sasa hivi niko natumika hapa. Kuna document fulani wameniomba, bado naijaza niwatumie. Nashukuru sana bosi. Asante. Wow. Steven. Oh. Mr. Morris, welcome in my house. Karibu sana. Yeah, asante sana. Karibu. Karibu nyumbani kwangu. Yeah. Karibu sana. Please. Vipi? Nasema Wema. Una maisha mazuri rafiki yangu. Mtu wa pesa. Vipi za siku sasa? Tunamshukuru Mungu. Steven. Naona maisha ni mazuri sana. Morris. Kiukweli hapo ndo nyumbani. Najua sijafanikiwa kiajabu sana, lakini kiukweli Mungu anabariki bro. Najua tangu zamani nilikwambia kwa maisha ni kupanda na kushuka. So anayejua future yetu sisi sote ni Mwenyezi Mungu tu. Ni hivyo. Mimi nimeshaona mabadiliko mengi sana, sijui vitu vizuri nyumbani. Sio kama nakala. Ni hivyo tu. Nishakuwa mfanya biashara mkubwa sana. Kwa hiyo nimepambana sana kama mwanaume. Yes, kidume ni kupambana kama nilivyokuambia. Yes, kupambana. Yes. Hivi hapa ni nyumbani kwako ama umepanga? Hapa ni nyumbani kwangu mzee. Sasa unaweza kupanga tena. Serious? Hayo ni maisha ya kali. Hapa nyumbani kwangu na nilipata nyumba hii miezi miwili iliyopita tu. Sio muda mrefu sana. Nimenunua nyumba. Miezi miwili? Yes. Nimeshakuwa na pesa nyingi sana. Steven. So pesa za ajabu lakini ni hivyo tu tunajitafuta. Steven. Hivi unafahamu kuwa Rose ni mjamzito? What? Rose ana ujauzito. Mungu wangu. So imewezekanaje? Kuna kijana mmoja amemdanganya Rose akampa ujauzito. Na hadi sasa Rose anapitia muda mgumu sana. Unajua ni vigumu kuamini hayo maneno unaoongea hapo, Morris. Kiukweli nilihuzunishwa sana na tabia ya Rose. Nikaamua kumfukuza nyumbani kwangu. What? But you can't do that. Why? Nilimshauri kama vile kaka. Ila hakutaka kunisikia mimi. Matokeo akayapata. Na hadi sasa anakuwa katika muda mgumu sana. Kiukweli Morris, hapo kidogo umekosea. Unajua Rose ni dada yako. Mimi nafahamu hivyo. Isitoshe ni dada yako pekee ambaye unaye kwa sasa. So unawezaje kumtelekeza hivyo? Ataishi wapi? Steven, unajua nini? Rose alipata kitu alichokuwa anakitafuta. Na isitoshe mimi nilimshauri kama vile kaka, ila hakutaka kunisikia. Na nikaamua kumfukuza nyumbani kwangu. Madhara ni hayo yametokea. Kwa hiyo baada ya kunikataa mimi ndo akaenda kupewa ujauzito, si ndio? Kwenye hiyo point mimi siwezi nikacomment mambo mengi sana kwa sababu kiukweli unajua jinsi Rose alivyonisumbua sana and siwezi nikacomment mambo mengi sana hapo. So tuache alivyo. Ndio maisha yameshatokea hivyo hivyo. Mengine tuyaachie Mwenyezi Mungu.
for really ninahuzunika sana. Ninahuzunika sana. Yeah, pole sana. Yeah, Steven. Kikweli mimi nishaona unafanya maisha mazuri sana. Una nyumba nzuri, una pesa. Haya, unapanga lini kuoa? Unajua nini? Yeah. Sio eti nimejipata ajabu sana eti haimaanisha kwa nina pesa sana, lakini nina kipato fulani ninachokipata. For this time nipo kwenye mahusiano. Yeah. Nipo kwenye mahusiano na mtu na ninampenda sana, na ninampenda sana. Sio kama awali. And uhusiano na mambo ya kufanya ndoa, ya kufunga ndoa, bado unajua kila kitu kinaomba process. Inaomba muda. Natakiwa nijipange. Bado ninajitafuta, sijajipata. Ila nikijipata, harusi nitafanya. Yeah. So baby, unajua kesho tuna kikao ofisini na boss. Alafu isitoshe mimi ndo msimamizi wa kila kitu. Kwa hiyo inatakiwa niondoke muda huu niende niandae program yote ya kesho ili kikao cha kesho kipite kwa utulivu. Sawa baby, ila usichelewe kurudi. Kikweli baby, usiwe na hofu. Sitochelewa kurudi. Unajua muda wote mimi nakuwaza tu. So sidhani kama nitaweza kubaki huko muda wote huo alafu nishinde kurudi. No, hapana. Lakini ni kama kuna mtu anabisha hodi. Hebu tizama kama ni nani please. Sawa baby, ngoja nikatizame. Yeah. Tizama. Karibu. Asante. Dada, habari za saizi? Salama, nikusaidie nini? Dadangu, kama nimekuja hapa nina matatizo. Dadangu, ninapitia wakati mgumu. Nahitaji msaada wako. Hapa nilipo nina ujauzito. Sina pa kwenda na sina pa kuishi. Please, kama inawezekana, naomba hata niwe mfanyakazi wako wa ndani. Oh, pole sana. Kiukweli nimekuelewa. Lakini unajua hapa siishi peke yangu. Naishi na mpenzi wangu. Kwa hiyo siwezi nikatoa maamuzi yoyote bila yeye kuwepo. Subiri nimuite. Asante sana dada kwa ukarimu wako. Na utakuwa umenisaidia sana. Babe. Yes, babe. Yeah, coming. My God. Steven penzi, ni wewe? Babe, kwani mnafahamiana? Kipenzi, unakumbuka last time tulipokuwa beach kule? Nilikuhadithia kidogo kuhusiana na Rose. Unakumbuka? Yeah. Ndio Rose huyo sasa. Rose? Wewe umefuata nini hapa? Alafu we dada, koma.
Siongei na mbwa, naongea na mwenye mbwa. Umesikia? Wewe naomba ukae kimya. Tena ukae kimya kabisa. Usinipandishi wazimu. Na usipandishi sauti ukiwa nyumbani kwangu, sawa? Babe, mpenzi wangu. You don't need to panic. Just calm down. Please, nakuomba usikasiriki. Una haja ukasirika hapo. Alafu wewe Rose, nisikilize kwa makini. Kwa hiyo Rose, hujabadili tabia yako kabisa? Yaani upo hivyo hivyo kama zamani. Binti mwenye kiburi, usiyekuwa na heshima, usiyejielewa. Hivi unawezaje kufika nyumbani kwa mtu alafu kwanza kumkosea adabu bila kukukosea? Stupid. Hivi baby, huyu anatuchukuliaje huyu? Anatufahamu vizuri? Unamuonaje? Tumfanye nini huyu? Kipenzi. Baby, yani huyu arudi alipotoka. Yani sitaki kumuona ndani ya nyumba yangu. Really? Kwanza kakwambia nini alipokuwa hapa? Ya sitaki kurudia. Ila sitaki kumuona hapa. Kakwambia nini kwanza? Kafuata nini? Anasema anatafuta kazi. Anatafuta kazi? Yeah. Hapa nyumbani? Oh my God. Oh my God. Anatafuta kazi. Kazi gani tunaweza tukampa? Hebu sema kwanza. Kazi gani tunaweza tukampa? Kwa ukosa adabu, sioni kama unaweza kupata kazi hapa. Yes, of course. Binti mkosa adabu hastahili kupewa kazi. Sioni kazi ambayo unaweza kutumika hapa. So umesikia alichokiongea mpenzi wangu. So unaweza kuondoka. Please. Usijoka tuharibia mood. Ondoka. Steven, mpenzi wangu, acha niombe radhi. Nisamehe. Tusahau yaliyopita. Tuanze ukurasa mpya mimi na wewe. Hakika ule msemo wa wahenga umetimia siku ya leo. Ya kuwa milima ikutani ila watu wanakutana. Steven, naomba unisamehe. Unisamehe, ukinifukuza hapa nitaenda wapi? Na isitoshe, nina ujauzito. Hebu naomba unisamehe. Tusahau yaliyopita. Unampigia kelele. Rose, do you understand what I'm talking about? I said leave. Huna nafasi hapa tena. Alafu unisikilize kwa makini. Yaliyopita yamepita. It was the past. I just live the present right now. Unaweza kuondoka. Mimi sio yule Steven wa zamani, hapana. Kila kitu kimebadilika. Nimesema toka nje. I said leave. Babe, kwa nini unajichosha kwa kuongea naye sana? Mbona ataondoka tu hapa? Yaani hapa ataondoka au sijai? Toka nje. Mama, msamehe jamani. Nitaenda wapi? Hivi unielewe ninachosema. Unapa kwenda vipi wewe? Nenda. Toka nje. Steven. Jana!